Naambia watu mimi nakuja huko, nakuja na watu huko wananisindikiza. Andaeni cha moto. Naambia wakifika tu na nyinyi anzeni kuna nini? Fire kun fire. Mimi siku moja, kisa cha kweli. Wakati ule wa mambo fulani na mabwana fulani wa hapa Dar es Salaam. Natoka nyumbani, nimemsindikiza mgeni nyumbani. Nimemsindikiza mgeni mtoa nyumbani. Mgeni amekuja nyumbani kwa sababu kule nikokaa kwa kukuwa na daladala. Sasa mgeni katikati ya vita hiyo namsindikiza mgeni. Nimefika mpaka kwenye stendi ya bus. Pale kile kituo cha mwisho unateremka alafu unatoka Mbezi Beach, unateremka pale chini alafu inuke kwenda Kawe, njia panda ya Kawe. Naendesha mimi mwenyewe. Niko kwa sababu ni saa mbili. Nimeenda pale, nimepaki pale gari hivi. Yule mgeni namshusha, wakati mgeni anashuka, mgeni amemaliza kushuka. Niko tu relax, ananiaga kwa helini. Anafunga mlango, inapita gari. Wakati mimi nataka kuondoka, inapita gari nyingine noa nyeupe inapaki mbele. Wanashuka watu kwa kasi. Wanabunduki wanne. Mwingine anabunduki, mwingine anabunduki. Na mimi ndio naondoka yani. Mimi ndio naondoka, wanashuka wanakuwa kibunduki zao naondoka. Sijawaona. Yaani nimewaona wakati ndio na mimi naondoka. Nime relax na kwenda kupiga kona, wanapiga kona na mimi hao tunakimbizana kwenda nyumbani. Nawaambia kule nyumbani nakuja na watu na nyinyi andaeni cha moto. Naambia watu mimi nakuja huko, nakuja na watu huko wananisindikiza. Andaeni cha moto. Naambia wakifika tu na nyinyi anzeni kuna nini? Fire kun fire. Lakini sasa ilikuwa ndio Mtakatifu kwa sababu mimi nilikuwa sijui. Sijui kabisa. Yaani sifahamu kabisa. Mimi nimepaki vizuri. Kumbe wale mabwana wananivizia muda wote. Na paki hawa hapa wanatoka na bunduki zao. Na mimi naondoka pole, kapandishe kama nakwenda Kawe, nikageuka kurudi nyumbani, nimerudi nao. Mbele kulikuwa na gari iko mbele. Tumekaribia nyumbani. Lakini mimi nasikia kunena tu. Na nena tu masaa yote, na nena tu kama sandulu kupusiti yakapari bebe sandulu biyama. Nasikia wakati mwingine nimechoka. Sio kwamba kunena huchoki, unachoka. Ungependa unyamaze, lakini ndio uhai. Ungependa unyamaze, lakini ndio uhai. Unasikia ungependa nitulie yani. Ukiona umechoka, nena hata pole. Hata kama unaunguruma kama nyuki. Ndio inaendelea yani. Nikaiona gari iko mbele. Nipoiangalia hivi mawazo yakanijia kwamba gari iliyo mbele yenu sio sawa. Nikamwambia dereva, unaona gari iliyo mbele yetu hiyo hiyo sio sawa. Akasema wacha nisimame. Anasimama tu hivi. Pup! Watu wanatoka kwenye ile gari kwa kukurupuka, watu kimbiza. Kwa kukurupuka yani, imagine sasa unawafuata paka ugeuze hivi. Hasa kwa sababu tayari dereva nimwambia unaona hiyo gari? Hiyo sio sawa. Nikamwambia weka kabisa reverse. Akaweka reverse. Sio kama nimeona. Ghafla walitoka wanatukimbiza kutoka kwenye gari, wamevaa makoti wanatukimbiza. Sasa ameshaweka reverse tayari. Unaona? Lakini siku nzima nanena kwa lugha tu. Kwamba kunena kwa lugha, nena kwa lugha maana yake Mungu anakuombea wewe yani. Unaposikia kwamba Yesu ni muombezi wetu, wengine wanawaza kwamba ni muombezi yuko kwenye kiti cha enzi juu kabisa hapa anafanya haleluya. Ni muombezi wetu akiwa ndani yetu kupitia Roho Mtakatifu. Ninaamuru Mungu akuepushe na mabaya yote yaliyopangwa kwa ajili yako. Mabaya hayatakupata wewe wala tauni haitakaribia hemani mwako. 1000 waanguke mkono wa kushoto na 10,000 waanguke mkono wa kuume, lakini tauni haitakupata wewe wala mabaya hayatakaribia nyumbani mwako kwa jina la Yesu. Hebu sema kwa jina la Yesu. Hakuna mabaya maishani mwangu. Hakuna mabaya kwa jina la Yesu. Mabaya yaliyopangwa na yarudisha alikotoka kwa jina la Yesu. Na yarudisha alikotoka. Rudi ulikotoka kwa jina la Yesu. Rudi ulikotoka. Iwe hivyo kwa jina la Yesu.